Katika vitu ambavyo huwa navipenda kuvifanya ni pamoja na kusoma Biblia. Nilisoma Mwanzo 2 mstari wa 15. Huu mstari ulinifanya nitafakari mara mbili. Mstari unasema hivi: Mungu alimweka Adamu kwenye ile bustani ya Eden, alafu akamwambia ailime na kuitunza. Yalikuwa ni maneno mafupi lakini ambayo yana tafsiri kubwa sana katika maisha yetu ya kawaida. Kwanza ukiangalia, Mungu yeye ndiye aliyetengeneza ile bustani wala sio Adamu. Ina maana tayari ile bustani ilikuwa imeshalimwa. Lakini pia Mungu tayari yeye alikuwa na uwezo wa kuitunza. Alikuwa na uwezo wa kupalilia. Alikuwa na uwezo wa kufanya chochote kile. Kwa nini amwambie Adamu ailime halafu aitunze? Kwa sababu ilikuwa ina matunda, ilikuwa na kila mmea. Kwa jinsi Biblia inavyotueleza, aliweka matunda yote na kila kitu alichotamani kukiweka kule kwenye bustani. Kwa hiyo maneno haya ndio ambayo yalinifanya niwaze, hivi mimi kweli sina bustani yangu ya Edeni? Wewe hapo ulipo unayenisikiliza ujumbe huu ninaouleta kwako, je, wewe huna bustani yako ya Edeni? Bustani yako ya Edeni ni maisha yako wewe mwenyewe. Umechukua hatua gani? Kwa mfano tuanze na watu ambao wana ajira tayari. Umeajiriwa kweli, una certificate. Umekaa hapo na hiyo certificate muda wote. Katika kutunza sasa bustani ndio hiyo ajira yako. Lakini katika kuitunza si ndio unapaswa ukaongeze elimu kidogo, uende hata kozi, short course, ambapo unaweza ukaenda ukasoma kidogo, ukaongezea elimu kidogo, halafu ukashangaa marupurupu hata ya mshahara yanaongezeka. Lakini kwa wafanyabiashara, toka uliponunua mzigo, ulipofunga mzigo sijui ni China sijui ni wapi, mwaka mzima unaisha, hujaongeza tena stock. Hapo ndio kupalilia bustani yako. Unapaswa uongeze stock, unapaswa ufanye advertisement, unapaswa wape wateja wako promotion, ushushe bei siku za sikukuu. Yaani kuna vitu vingi ambavyo unapaswa kufanya ili kuboresha biashara yako.